Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama wa ba'd. Ima baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, mwingi wa utukufu, mwenye kurehemu, neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo. Karibuni katika kipindi chetu kipendwa kabisa, kipindi katika chaneli hii ya KRTV 255. Hiki ni kipindi ambacho kinakuletea maajabu ya dunia, wataalamu mbalimbali na elimu zao na mambo mengine. Kwa hiyo leo, siku ya leo, ndugu yangu, katika kituo hiki kipenzi kabisa, ninaye mgeni mashuhuri sana. Wengi mmeweza kumfahamu, wenyeji wa wapi, Omani, watu walioko nje ya nchi hii mnaweza mkafahamu ima kwa kusikia jina lake. Anaitwa Junaid Mo. Huyu Junaid Mo ni kijana machachari kabisa katika twiba, na ni kijana machachari sana kwa ajili ya hawa makadimati. Elimu yake kubwa, yeye amesomea mambo ya makadimati pamoja na dawa. Sasa ndugu zangu wapenzi, ninaomba mumfahamu huyu Junaid. Leo kwa hali ya uhalisia mnamuona kama halivyo. Ndugu yangu, habari za leo? Alhamdulillah, mzashikia Mungu. Marhaba, hali yako? Alhamdulillah, habari za huko? Salama kheri. Bwana, karibu katika studio hii ya KRTV 255. TV hii ni maarufu kwa kufukunyua, kuelimisha, kuongoza na kuweza kutoa nasaha mbalimbali kwa walimwengu ili waweze kunufaika na nasaha hizi. Sasa wewe ukiwa mgeni katika studio yangu hii siku ya leo, unakaribishwa na watazamaji wanakuangalia na wana kiu sana ya kuweza kukusikiliza. Hili Junaid Mo ndio jina lako au hili ni jina ambalo umepatiwa kwa ajili ya umaarufu wa kazi yako? Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sharafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Baad, nashukuru sana kupata nafasi hii na kuingia katika studio hizi za KRTV 255. Alhamdulillah, nashukuru sana shekhe kwa kuniuliza swali hili. Hili jina la Junaid ni jina ambalo ni maarufu katika upande wa kazi. Naam. Vizuri. Bwana Junaid, kwa kuwa wewe ni mtaalamu na chaneli hii inahusiana na utaalamu, na sifa iliyokukalisha hapa leo ni kwa ajili ya utaalamu wako na umaarufu wako uliokuwa nao. Sasa nitataka uwaelimishe kidogo, uwape nasaha au watazamaji wetu kuhusiana na kitu. Maana wewe nimekusikia ni maarufu sana kwa upande wa makadi. Makadimu hawa, wewe umekuwa ni mtu mkubwa sana wa kuweza kuwaita, kuwamiliki, kuweza kuwatuma na kufanya nao kazi. Sasa mtazamaji anataka kuelewa kidogo nini purukushani zako kuhusiana na hawa makadimu. Alhamdulillah. Naam, tunapozungumzia jambo hili au ilmu hii ya makhadim wa mukhaddam, ni ilmu kubwa sana, lakini ilmu pana sana. Ilmu hii ni ilmu ambayo wallahi hata viongozi wetu, maimamu wetu, napozungumzia maimamu na kusudia maimamu wakubwa ambao wamelakiz, yani wamekuwa ni wenye kujikita katika upande huu wa kiruhani. Napozungumzia ruhani ni viumbe wa kiroho au ni ilmu ambayo inayohusiana na viumbe wa kiroho ambao hapa tunakusudia makhadim. Tunapoingia katika masaili ya ilmu ya mambo haya makhadim, tunapozungumzia wanavyoni ambao wamekuwa ni wenye kujirakizi sana, mara nyingi sana al-imamu maarufu sana ambaye anajulikana katika vitabu mbalimbali vya sheria, lakini pia nimeona tarakizi sana katika vitabu vya akhlaqi na vitabu vya tauhidi. Al-Imamu Ghazali ameelezea kwa upana sana kuhusiana na viumbe hawa wa kikhadim au makhadim. Makhadimu ni viumbe wa kijini. Tunapozungumzia khadim, kwanza neno khadimu ni nani? Khadimu ni neno la Kiarabu, lakini Kiswahili maana yake ni mtumishi. Lakini al-maqsudu huna al-khadim min jinsi al-jinni. Makusudio ya hapa tunakusudia khadimu ambaye anatokana na kiumbe wa kijini, shekhe. Kwa hiyo khadimu ni kiumbe wa kijini. Naam. Sadakta. Nimekubali maneno yako shekhe wangu. Nimekubali maneno yako kwa sababu nimekukuta una vitabu vya kale sana
vitabu ambavyo niliviona mimi siku nyingi sana sana sana. Ni vitabu vingine naviona hata pembezoni kumeanza kuliwa na mchwa na nini. Ni vitabu ambavyo vilikuwa ni vitabu vya awali ambavyo vilikuwa haviruhusiwi binadamu yoyote kuwa navyo mpaka sijui upate ijaza kutoka kwa mwalimu wako ndio uweze kuvimiliki. Ni vipi wewe shekhe na kuona unavyo na kumbe mambo yako unayadonoa kutokana na kutoka mle ndani ndio unavileta pale katika ulimwengu huu, kwa sababu madarasa yako huwa inakuwa ni madarasa peke yake, halafu ni madrasa ambayo ina chachu kubwa sana na huwa ina mafanikio. Ni vipi huyu mwalimu wako alikuwa ni nani mpaka ukawa au umefundishwa na hawa marohani? Alhamdulillah, Sheikh ameniuliza swali mashallah. Basi inshallah nitaweza kujibu swali hili kwa kuwa chaneli hii ni chaneli ya kufukunyua majambo. Ni chaneli ambayo mashaallah Mwenyezi Mungu aikuze chaneli yetu hii, chaneli ambayo inatakiwa tuilee kwa kuiunga mkono chaneli hii, lakini tuilee kwa kuweza kuchangia mambo kem kupitia darasa mbalimbali zinazoweza kutoka katika hii chaneli. Shekhe, hawa viumbe wa kikhadim ni viumbe ambao kweli nimeweza siseme kurithishwa, nimepewa ijaza hii elimu ya hawa viumbe. Baada ya kupewa ijaza na shekhe wangu anaitwa Shekhe Abdurrahmani Ad-Dawsi, ni mtu wa Kilwa. Kwa hivyo ameweza kunipa ijaza baada ya kuniona alhamdulillah ninastahili kuweza kuipata na kuipokea elimu hii, basi akanipa ijaza. Baada ya kunipa ijaza akanipa hazina hizi za hivyo vitabu shekhe ulivyoviona, kisha alhamdulillah ala kulli hali tukawa ni mwenye kuzitoa katika ayunin nas qadamun nas. Marhaba. Hapa ndugu yangu mtazamaji, kutokana na muda inakuwa sio rafiki sana, lakini kuna kitu kimoja shekhe, naomba mimi nikuulize. Ulikuwa unazungumzia habari ya kitabu chekundu, miongoni mwa mada zako nimeziona, ukawa umezungumzia habari ya pete, ukazungumzia hamaratul arshi, ukazungumzia vitu chungu mzima, lakini vitu hivi vimepata kuwa na soko kubwa sana katika ulimwengu huu, ulimwengu wa binadamu. Sasa wewe ni kipi ambacho unategemea kwamba sasa hivi utakuja nacho ili kiweze kutoa manufaa kwa mtazamaji? Mashaallah, vipo vitu vingi sana ambavyo tunavyoviandaa kwa ajili ya kuwasaidia watu na kuwasaidia wanyonge, kwa sababu mara nyingi sana ambao wanakuwa wanapatwa na masaali mbalimbali ni wanyonge. Kwa hiyo sisi tumejitolea na kuweza kuviandaa hivi kwa ajili ya wewe mnyonge. Basi vipo vitu vingi sana ambavyo tunaweza kuvileta sasa hivi au viko mbele yetu vinakuja. Inshallah tutakuelezeni kitu gani ambacho kizuri zaidi kinachokuja, kwa sababu kila siku mashallah tunaweza kufukunyua vitu vipya. Shukran ndugu yangu. Nashukuru kwa majibu yako yaliyokuwa yenye manufaa, majibu yako mazuri. Ndugu mtazamaji, mfuatiliaji wa vipindi vyetu katika TV hii ya KR TV 255. Ndugu yangu, muda unakuwa sio rafiki sana. Nilikuwa na kiu sana ya kuweza kumuuliza Jureid maswali mengi, lakini kutokana na muda na mimi ninaona niachie hapo, kwa kuwa ameahidi kwamba atakuja na mambo mengi ambayo yatakuwa manufaa kwako, manufaa kwangu na manufaa kwa wengine waliopo hapa duniani. Sasa ndugu Jureid, Shekhe Jureid, mwalimu Jureid, Sheikh Ustadhi Jureid, ninaomba kitu kimoja tu. Una maoni gani, una ushauri gani, una mawazo gani ya kuweza kumshauri ndugu yetu mtazamaji ili tuweze kufunga kipindi hiki? Nini maneno yako au kauli yako ya mwisho? Alhamdulillah, kikubwa sana ambacho naweza kukuhusia na kukuachia katika maelezo yangu na maneno yangu ili iwe ndio mwisho labda kwa ajili ya kufunga kipindi chetu hiki, ninakuhusia. Maana yake simu nyingi sana, watu wengi sana wanaweza kuwatafuta hawa viumbe vya kikhadim. Wengi wameweza kufuata nyanja mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuwatafuta hawa viumbe, lakini kuna uzito katika hilo kwao. Shida ni nini au tatizo kubwa ni nini? Kwanza kumcha Allah, kumwogopa Mwenyezi Mungu, hilo ndio jambo kubwa sana. Hao viumbe ni viumbe ambao ni madhalili kwetu, na udhalili wao kwetu sisi Allah ameuweka kwa sababu sisi ni makhalifa katika ardhi hii, na Allah katurithisha kwamba sisi ndio watawala katika hii ardhi.
Kwa hiyo maana yake ni kwamba sisi wasimamizi na makhalifa wao hawa viumbe wa kijini. Sasa kitu gani ambacho kitatufanya sisi tuweze kuwamiliki vizuri na kuwafanya wawe chini yetu, madhalili kwetu? Kwanza kujitegemeza kwa Mwenyezi Mungu, kwa maana kuna nguvu kubwa sana, kuna power kubwa sana ambayo sisi tunaoipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wao wanakuwa ni wenye kushindwa kufanya na kuleta zile nguvu zao kwa ajili ya kutufanyia vitu vile ambavyo sisi kama wanaadamu kwa wao hatuviwezi. Lakini tunapopata msaada mkubwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, basi wao wanakuwa madhalili kwetu na tunaweza kuwatumia katika jambo lolote lile. Mashaallah, mashaallah. Sasa ndugu yangu mtazamaji mpendwa, namba unaiona hapo chini. Namba yangu mimi ya WhatsApp ni 0621783030 kwa hapo chini. Junaid, nitaomba kidogo mtazamaji anaweza kupigia simu kukuuliza umpe namba yako ya WhatsApp. Namba yangu ni 0765323307. Hebu rudia. 07 au 0765323307. Naam. Mpaka hapo ndugu yangu mtazamaji, fuatilia vipindi vinavyofuata kuanzia sasa hivi. Tutakuwa tunakuja na mada mbalimbali, na wewe unaruhusiwa pia kupiga simu kwa ya kawaida namba 0655331772. Ukiwa na swali lolote, njoo inbox, utajibiwa na utaelekezwa na utafundishwa. Mpaka hapo tunasema wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.